Kama mwenye demokrasia ni Mungu, ana demokrasia ya kutosha, ni wewe uchague. Hata pale bustanini, wakati Adamu anaambiwa ukila mti huu na tunda la mti huu utakufa, kwani Mungu alishindwa kuweka ulinzi? Ile ni demokrasia, kwamba jipitie tu mwenyewe, amua. Mungu anatoa maamuzi juu yetu, watu wa Mungu. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za kutisha, nyakati zilizojaa uchungu mwingi na maumivu mengi. Sisi wote tunapenda kusoma mitandaoni kuliko kusoma Biblia, lakini hata kwenye mitandao jifunzi. Wakina Temba sijui wanakatwa kichwa, kinatenganishwa na mwili. Hii ni dunia tunayoishi leo, mauaji ya kutisha, vita vya aina mbalimbali vinavyotokea, chuki kati ya ndugu na ndugu. Na Biblia inatufundisha ya kwamba kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kufitiniana huko makazini kwenu, mnakofanya kazi, mnafitiniana, kuoneana wivu. Haya myaoni? Yesu akasema, inueni macho yenu mtazame, wakati wa ukombozi wenu umekaribia. Ni sisi kuamua. Rais marehemu Magufuli alisema kila jambo ni kuamua. Chochote ukitaka kufanya ni lazima ufanye maamuzi. Alisema unaweza ukafanya maamuzi ya nyumbani ukabadilisha mtazamo wa nyumbani kwako, lakini ukabadilisha mtazamo wako. Lakini hata kwa Kristo ni kuamua, ni kufanya maamuzi. Kuamua leo, mimi naamua kumfuata Yesu katika maisha. Leo naamua nyumba yangu nijenge iwe hivi. Ni maamuzi. Usipofanya maamuzi, hakuna kitu ambacho utafanikiwa. Na watu wengi huogopa kufanya maamuzi, na uoga ndio maskini wako. Rose aliimba, Bwana asifiwe. Ukitaka kujaribu unafikiria, sijui watanionaje, sijui watafanyaje. Ukiambiwa habari ya kuokoka unasema sijui rafiki yangu atanionaje, ataniambia na mimi nimeokoka. Unaanza kufikiria, uoga unakuja, unaacha njia iliyo sahihi. Habari ya kwenda mbinguni haihitaji mtu mwingine. Fanya maamuzi peke yako. Haihitaji mmeo, haihitaji mkeo, haihitaji mtoto wako, haihitaji rafiki yako. Siku ile ukifa, rafiki yako yule mnayependa naye, tukimwambia tumtangulize, tumuingize na yeye huko kaburini, na wewe utasikia atakavyoruka. Hataki. Habari ya kwenda mbinguni ni maamuzi ya wewe mwenyewe. Kuna mfalme mmoja alikufa, na watu walikuwa wanampenda sana yule mfalme. Wakati wa mazishi wakasema, jamani, tunampenda mfalme wetu. Wote wanasema ndiyo, tunampenda mfalme wetu. Wakasema haya, ajitolee mtu mmoja tumzike pamoja na mfalme, kwa sababu tunampenda mfalme. Kwani nani walianza kurudi nyuma kaburini pale wataki. Lakini kilichotokea, walisema tunapiga kura. Walichukua goya la kuku au nyoya la kuku wakarusha juu, itakaye mdondokea huyo tunamzika na mfalme. Jamani, mbinguni hakuna kwenda na mtu mwingine. Ni maamuzi. Amua leo. Hayo maisha unayoishi, unafikiri utaishi kwa muda gani? Roho Mtakatifu amekuja ili atusaidie. Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Naomba pambio fupi la kuabudu. Mungu ana haja na wewe. Leo dunia ina udanganyifu mwingi. Madhehebu yametokea mengi, udanganyifu mwingi, uhalisia ni mchache, na watu wanaenda kwenye mikutano mingi wakitafuta miujiza. Mtu mmoja akasema, kama mchungaji anasema njoni kuombea gari, toa sadaka, wakati yeye unamchangia, kwa nini asiombe? Kwa hiyo kuna mambo mengi, watu wanaenda kihisia, lakini uhalisia hauko katika maisha ya Wakristo wengi. Mungu akusaidie ili upate mabadiliko ya kweli. Na kitu kingine, wewe ni
ambacho ni dhaifu, utamani kutumikia Mungu, lakini yapo mambo mengine yasiyodumu. Mungu anasema na wewe katika Roho Mtakatifu. Mungu anataka kuleta mabadiliko. Wewe ambaye uko hapa katika ibada hii, lakini unajua namna ambavyo Roho Mtakatifu hajapata nafasi maishani mwako, yamkini kwa sababu ya dhambi. Roho Mtakatifu haishi mahali penye dhambi. Roho Mtakatifu analeta mabadiliko pale unapokubali Yesu. Roho Mtakatifu anataka kukuhudumia, ni wewe tu umekuwa mkaidi. Anasema katika Isaya, watu hawa wamekuwa na shingo ngumu, lakini nafasi hii ni ya pekee katika ulimwengu huu. Kama unatamani kupata nguvu za Roho Mtakatifu, naomba unyoshe mkono wako pale ulipo. Kama hamu yako ni kupata nguvu za Roho Mtakatifu, akapate kukuhudumia, nataka nikwambie, maisha haya hayadumu. Namisha kichwa chako. Maisha haya hayadumu, lakini Mungu anapokuhudumia kuna safari ndefu. Naomba wewe nyosha mkono, songa hapa mbele, tuombe pamoja na wewe. Mara nyingi umeshindwa, songa hapa mbele, usiogope, usione aibu. Haya, njoo tuombe pamoja na wewe, njoo tuombe, maana Mungu ana haja na wewe. Mungu wetu anakwenda kutuhudumia sawasawa na neno lake. Ikiwa Roho Mtakatifu ana nafasi katika maisha yako, ikiwa Roho Mtakatifu ana nafasi katika maisha yako, iko nafasi ya pekee sana. Roho Mtakatifu huishi katikati ya watu ambao wanatamani waishi na Mungu katika maisha yao. Lete mabadiliko katika maisha yako. Atakayefanya maamuzi ya mabadiliko ni wewe. Bwana, asante. Ni nyakati ambazo Bwana unataka kwenda kulinyakua kanisa lako, nyakati ambazo uko tayari kurudi. Nakusubiri wewe, nyosha mkono, njoo huku mbele, tuombe pamoja na wewe. Na sasa ni muda wa kwenda kuomba, na Mungu anakwenda kutuhudumia mahali hapa. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu ya ahadi zako zilizo za kweli. Ulisema umeupenda ulimwengu, tena ulimtuma mwana wako wa pekee, yeye ambaye amekuja kuukomboa ulimwengu. Na baada ya Yesu Kristo alisema atakuomba wewe Mungu utupatie msaidizi, na msaidizi ni Roho kweli ambaye atakaa kwetu. Na hadi hapo Mungu ni
mbali kidogo. Naomba ninyi mliofika hapa, hata wewe inawezekana umeshindwa kufika hapa, unaweza kuona aibu kwa sababu wewe watakuonaje, lakini naomba ufuatie maneno haya. Mungu atakuhudumia huko uliko. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimekutenda dhambi. Wewe peke yako, kwa kujua na kwa kutokujua, kwa mawazo yangu na maneno yangu, kwa matendo yangu, Bwana, naomba unisamehe. Nami nimekuja mbele zako Baba wa mbinguni, ingia katika maisha yangu. Kuanzia sasa ninamkataa shetani na kazi zake zote na fahari yake yote na anasa zake zote. Ninakufuata wewe Bwana, unifanye kama utakavyo, katika jina la Yesu, amen. Baba, katika jina la Yesu, neema yako ni kubwa sana juu ya watu wako. Ninajua shetani ana uchungu sana na watu hao ambao wamekiri ya kwamba wamemkataa kuanzia sasa, nao wanakufuata wewe. Bwana Mfalme wa mbinguni, ninaomba ishi nao, shetani asipate nafasi, uwe mlinzi kwao, na ahadi yako kwamba kila aliyekupokea Roho Mtakatifu ingia ndani yake. Ninaomba Mungu akapokee nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, 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 ili uweze kushinda dhambi na mauti, ili uweze kujua haki na hukumu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, 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 pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, shuka katikati yao, wahudumie Bwana. Roho Mtakatifu, shuka katikati yao. 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 Roho Mtakatifu, shuka katikati yao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu, 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 kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na kuwezesha na kushindia, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akakuhudumie kwa jina la Yesu. Ninaondoa roho za shetani ndani yako, ninaondoa nguvu zote za giza kwa jina la Yesu, nikiachia nguvu za Mungu zikishuka juu yao. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. 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 Ninajua atakwenda kutuhudumia katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi.